Unajua mama, familia yako ina matatizo makubwa sana, hasa kwa mwanao wa Jussa. Mwanao wa Jussa anawindwa na watu wabaya, ila mwanao ana nguvu sana alizokabidhiwa na mizimu, sema anashindwa kuzitumia, na hizo nguvu ndio zinazomsaidia kwa sasa. Nguvu? Ndiyo, ana nguvu kubwa sana. Na hata huyo mwanao Shedrack amepotezwa na watu wabaya. Amepotezwa? Ndiyo, amepotezwa na hao watu wabaya, ila kwa kuwa umefika kwangu, usijali, nitakusaidia. Sawa mganga, naomba tu nisaidie. Usijali mama, atakusaidia. Ni mwaminifu sana. Bila shaka matatizo yako yote yatakwisha. Ila kikubwa, nataka umlete mwanao wa Jussa hapa ili tumfunze jinsi ya kutumia nguvu zake. Nasma, mimi sitaruhusu ujinga huu utokee kamwe. Mimi ni mwanaume wako ambaye ndio ninapaswa kukuoa, na sio mpango ule uniambia kuja kuolewa na mwanaume mwingine. Yaani mpango huu ufe kabisa, na nikija kusikia unaendelea huo mpango, nitakuja kumuua mtu. Tatizo sio mimi, shida ni wewe. Shida yangu ni nini? Na nilishakwambia kama mipango yangu bado haijakaa sawa. Ikishakaa sawa nitakuja kukuoa. Sio kwa kuchukua maamuzi kama hayo. Mbona haraka hivyo? Kila siku unasema hivyo hivyo. Mimi nimechoka bwana. Unasemaje wewe? Wae. Ndio nikipendaga na kuaga chizi. Sawa. Sasa endelea na kiburi chako hicho. Uone kitakachokukuta. Wewe mbona uko hivyo? Sasa unataka kunifanya nini? Kila jambo unachukulia hasira tu, mpaka mimi nakuogopa. Nimeshakuwa mpole mara ngapi? Maana kila nikikwambia hutaki kunielewa. Sasa wewe unataka ni Nimebeba inyota, siwezi kuificha ndani. Baby. Abe. Mimi kuna kitu nataka nikwambie. Lakini iwe siri yako. Kitu gani? Unajua yule rafiki yangu wa Jussa yule anapitia wakati mgumu sana. Yaani imefikia stage ni kama anazongozongo hivi na Sasa ndugu yangu, mimi nimekaa nimefikiria kuhusiana na lile jambo ambalo nilikwambia. Mimi naona tusimwambie mtu yeyote bana. Naomba iwe siri yako. Mbona mnyamaza kuongea? Na anapitia mambo gani? au basi tufanye tuache tu. Tuachana na hivi vipi umpika ndani? Maana njaa imeshaanza kuuma. Sasa ulikuwa na maana gani kuniambia? Hebu toka nyumbani. Toka. toka. Basi ameshakasirika huyo. Eti. Ila ni mdomo wangu. Sasa ujinga gani ambao unataka kuongea hapo? Na mtu kashaniambia nisimwambie mtu yoyote yule. Lakini sometimes basi hebu eti
Twende nyumbani. Sasa hivi. Wewe, mpango wangu uko vile vile. Mwangaluka wao mnitia nini kwa ndefu? Kwenye hiki chama kuna tashaita tamaa ya kutuongoza, unalifahamu hilo? Nani anaita tamaa? Huyo mtu wako anaitwa Lasam. Unajua umefanya makosa makubwa sana kumuingiza kwenye chama. Makosa? Mbona sikuelewi? Mimi naona kama sijafanya kosa lolote lile. Poa. Ingia kwenye pointi ni kuelewe. Makosa yako kumuingiza yule kijana kwenye chama. Sasa kaniita kule akaniambia nimsikilize sana yeye kwa kila kitu kuliko wewe. Kwa nguvu gani alizokuwa nazo yeye? Au hujamwambia mimi ni nani kwake? Hicho ulichokisema kina ukweli ndani yake? Kipande. Kuna siku nimewahi kukutania. Au nitoke nilikotoka nije hapa nikwambie uongo. Sawa, nimekuelewa. Tukutane baadaye kwenye kikao. Sawa. Alafu yule anajiita Blandi maana simuoni kwenye vikao. Kama unavyojua yule ni msanii. Ameenda mjini mara moja, ameenda kwenye show. Okay, sawa. Akikisha kwenye kikao sikosi kumuita. Maana ni muhimu kweli. Nyota yangu Eastern Gang Music Foundation, Oya Stuka bro. Nilizaliwa na mwanga, moyo wangu naangaza, lakini kila nikipiga hatua giza linanifuata. Naona siri zao zote kabla tao wajafanya, ndio maana wananchukia, wanataka nishindwe kabisa. Nimebeba hii nyota, siwezi kuificha ndani. We mkaka, mbona unanizibia njia? Mlembo. Mbona una hasira kali sana? Punguza jaziba. Hebu nisikilize kwanza, mimi nataka niongee nini. Nikusikilize nini? Hebu nipishe nipite. Punguza jaziba. Mimi na jambo muhimu sana nataka nizungumze na wewe. Nisikilize wewe mkaka. Mimi ni mke wa mtu. Haileti picha nzuri kusimama mimi na wewe. Mbona kuna mtu yeyote ambaye atuangalie hapa? Ni wasiwasi wako tu. Mimi naona wewe mkaka unielewe. Hebu nipishe niondoke.
We mkaka, nani kakutuma ushike mwili wangu bila ridhaa yangu? Yaani kwenye maisha yangu sijawahi kupigwa na mwanamke. Yaani hii ndo awamu yangu ya kwanza. Utapigwa sana endapo utaendelea kushika wake za watu. Yaani angekuwa mtu mwingine hapa, yaani shamshakuwa muda sana. Ila kwa wewe hata kofi lako halijauma hata nini. Na usione nagusagusa hivi, sio kwamba limeuma, halijauma, kwa sababu nakupenda sana. Mjinga wewe. Acha mazoea na mimi. Hiyo mzee ova. Nazena unijui vizuri. Ngoja nikuonyeshe. Nakupenda sana. Na mimi nakupenda pia. Mimi ndo kipande. Sijawahi kufeli kwa jambo lolote lile. Ashaingia kwenye kambi langu. Bwana Mr. Pato, shamba nimeliona. Shamba ni kweli kubwa kabisa. Kwa hiyo nimeliangalia kwa umakini. Kilichobaki hapa ni kwenda kumtafuta mteja, na imani atapatikana mteja. Kwa hiyo usiwe na shaka kuhusu hilo. Mheshimiwa Dalali, kwanza mimi niseme nashukuru. Na eneo ndo kama hivi ambalo nilivyokuonyesha. Kikubwa mimi gharama yangu ninayohitaji hapa ni milioni 10 tu. Kwa hiyo kama itatokea wewe mwenyewe ukajiongeza ili upate cha juu, basi useme inshallah. Mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo mimi nakuachia wewe haya majukumu, Mheshimiwa Dalali. Tafadhali usiniangushe kabisa. Mimi nakutegemea wewe, na wewe ndo kila kitu. Na pia naomba ujitahidi sana, kwa sababu hiyo pesa nina majukumu naye ambayo yameniandama kidogo mbele yangu. Bwana Pato, kwanza nakupongeza kwa kuweza kunitafuta na kunielekeza majukumu ambayo ulikopo nayo. Hili shamba jinsi nilivyoliona, wala sina shaka. Mabosi wapo, ni wengi sana ambao wanahitaji maeneo kama haya. Na kwa jinsi nilivyoliona hili shamba, nitakupambania ndugu yangu. Mimi naitwa Naunga. Nitaliunga swala lako, usio na wasiwasi. Basi kakake kule blandi yule. Na yule sidale Naunga yule. Nasema akiwepo yule mzee wa kuunga. Pale kuna kitu na kiunga pale. Sio kama kuuza shamba. Habari zenu bwana. Mheshimiwa Dalali, inakuaje? Baba. Vipi? Amna Dalali. Twende tuendelee tu.